Ima, siku zinakwenda. Sasa bwana, katika kituo hicho kulikuwa mlezi mmoja anaitwa Regina, ambaye mlezi Regina alikuwa na wale watoto kwa mapenzi mema, kwa mapenzi mazuri, na watoto walikuwa wanafurahi. Anawafunza maadili, anawafunza kusali, anawafunza vitu vingi. Sasa kuna watoto wawili walikuwa wana akili sana darasani na walikuwa ni waelewa sana, ambao kulikuwa na Brown pamoja na Irene. Sasa watoto wakiwa katika nyakati za furaha kucheza, ambaye Madam Regina alikuwa endelea kuwafundisha watoto maadili, masomo na vitu vinginevyo. Sasa Brown na Irene walikuwa wakishauriana jambo au wakikinzana katika masomo. Wanafanya vizuri darasani, masomo yao yanakwenda vizuri, yani wanajua vitu hadi vya mbele, yani wanajifunza vizuri, wanajua kuandika, kusoma vizuri kuliko watoto wengine wote. Sasa kila mtoto alikuwa na namba shingoni kwake, ambapo hiyo namba ndio ilikuwa namba utambulisho. Sasa Madam Regina alikuwa anapenda sana kuwasifia Brown na Irene. Sasa siku zimekwenda. Siku moja Brown alikuwa amekaa sehemu, yuko peke yake akiwa na ukingo wa mawazo unamsumbua. Sasa Irene akawa amemfuata Brown, wakawa nakumbuka kipindi ambako walikuwa wanacheza pamoja na watoto wale wengine ambao waliwahi ondoka. Sasa kuna mtoto mwingine ambaye mtoto anaitwa Jenny. Alipata mzazi ambaye alikuja kumchukua mtoto huyo na kidai na kwenda kumlea mtoto huyo, malezi anakwenda kuanza. Sasa yule mtoto anawaaga wenzie pale, mtoto Jenny anawaaga wenzie pale kwamba nakwenda. Sasa Brown pamoja na Irene wakati wanafanya usafi, wakaenda katika chumba ambacho alikuwa anakaa mtoto Jenny. Baada ya kwenda kwenye chumba kile wakakuta mdoli, na yule mdoli mtoto mwingine alipotokeza akamwambia huo mdoli ni wa Jenny. Sasa wakaona kwa sababu Jenny bado hajaondoka, hebu ngoja tupeleke mdoli huo. Sasa watoto wakachukua mdoli, wanaukimbiza nje. Sasa wakati wanaukimbiza nje wakakuta kuna gari kubwa limepaki. Wakati gari limepaki pale, wakachungulia kwenye gari, wanaona mtoto Jenny amelala, alafu amechomwa na ua katika moyo na damu zinatiririka. Sasa baada ya watoto kushangaa na kustaajabu kidogo, wakasikia vishindo vya vitu vinasogea. Sasa baada ya kushangaa na kustaajabu kidogo, wakabidi wakimbilia chini ya gari. Wakimbilia chini ya gari bwana, kuna bonge la majanti wakawa wamejitokeza. Walivyojitokeza wale majanti, kumbe bwana majanti wanakulaga wale watoto, na ndani yake alikuwepo yule Madam Regina ambaye anawasimamia wale watoto. Na majanti wanamshukuru sana Madam Regina, kuwa tunashukuru sana kwa kutuletea watoto wazuri, unawalea vizuri na unatunza chakula chao kitamu sana. Sasa kidogo yale majanti yakahisi harufu. Walivyohisi harufu ikabidi wachungulia chini ya gari. Kuchungulia chini ya gari wakaona ni mdoli tu. Bahati nzuri watoto walikuwa ni wajanja, wakawa wamekimbia. Wakampa ule mdoli Madam Regina. Walivyopa mdoli Madam Regina ikabidi aurudishe katika kituo cha kulelea watoto. Sasa ambapo Brown na Irene wakawa wanakimbia. Wakati wanakimbia, Irene akawa ameanguka. Brown akamwambia, hebu simama, jitahidi basi tuendelee kukimbia. Irene akamwambia, lakini nimechoka na naumia mguu, nimeshtua mguu. Brown akamwambia, hebu twende bana, jitahidi turudi, wasije wakatushtukia. Sasa Brown na Irene wakaanza kufanyia utafiti na maneno waliyosikia na mazungumzo waliyosikia, yale majanti yanaongea na Madam Regina ambaye anawalea. Sasa Brown na Irene bwana wakawa na akili nyingi, wakawa wanataka kufuatilia na kujua nini kinaendelea. Bwana, katika kituo hicho cha watoto yatima kuna bonge la fence, ambayo hilo fence hawezi kutoka mtoto yoyote hawezi kutoka ndani ya fence hilo, na ikigundulika ametoka basi hatofika mbali. Sasa siku moja tena wale watoto wakawa wanalalamika, wanalia kwamba
mwenzetu hatumuoni, tunaona tu kidari chake. Sasa Madam Regina akachukua kidari, akasema ngoja nikamtafuta. Nikiingia msituni, alivyoingia msituni kidogo tu akarudi na ule mwenzao. Alivyorudi na ule mwenzao, Irene na Brown wakawa wametizama, wameona lile tukio, wakawa wanafikiria na kuwaza. Kwa nini Madam Regina mtu akipotea anaenda kumchukua na kumrudisha kirahisi? Wakawa wanafikiria. Sasa Irene na Brown wakawa na akili nyingi. Wakaanza kutengeneza kamba ya kuwasaidia wao siku moja kuruka kwenye ile fence na kutoroka mle ndani. Na wao hawafikiri tu kuondoka peke yao, bali wanafikiria kuondoka na wenzao. Kwamba tutaondoka watoto wote huko. Kwa sababu haiwezekani watoto wote tunakaa huko, hatujui lolote, tunajua tunalelewa, sasa watakuja kutolea vizuri, kumbe tunakwenda kuliwa nyama. Sasa siku moja wale watoto kumbe bwana, wale watoto wanapelelezwa na Madam Regina tayari ameshafahamu kila kitu. Ikabidi wamlete mlezi mwingine ambaye mlezi ni Big Mama. Big Mama akapewa mafaili ya wale watoto watatu ambao wakawaeleza kwamba hawa wawili wanapanga kutoroka. Na huyu mmoja ni mtoto ambaye nishampa kazi ya ziada ya kunipelelezea wanaotaka kutoroka. Sasa siku moja watoto wanafanya mazoezi, Brown na Irene wakawashauri watoto wakimbie kinoma noma. Sasa wakati wanakimbia, Big Mama akawa amewafuata, akawakamata watoto wote, kisha akawaambia kwamba hamwezi mkakimbia na wala kunitoroka. Mimi popote mnapokimbia niko na nyinyi. Sasa Brown alijificha sehemu ambayo hakuweza kuonekana. Baada ya hapo, Irene na mtoto mwingine wakawa wanamuuliza, mbona wewe umejificha na hujapatikana? Akasema kwamba ninachoelewa mimi, kuna spy, kuna mtu ambaye anatupeleleza kwa kuwa tunataka kutoroka. Ni nani ambaye anatupeleleza? Watoto walikuwa kwa smart kichwani, wana akili nyingi. Irene na Brown wakawafuata wale wakubwa wao kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Walipowafuata wakubwa wao, wakaenda kuwaeleza kwamba bwana nyinyi ndio mnatupeleleza na mnapeleka taarifa kwa Madam Regina. Basi Madam Regina tena akapelekewa ujumbe kwamba Brown na Irene kuna kamba wanatengeneza kwa ajili ya kurukia fence na kutoroka. Sasa baada ya kumpelekea Madam akaenda kuchukua ile kamba. Baada ya kuchukulika bwana, kuna siku Brown walimshirikisha mtoto mwingine kuhusiana na swala la kutoroka. Wakakuta kamba haipo. Sasa wakati wanamshirikisha na hawajawahi mueleza kuhusiana na swala la kamba kama wanatengeneza, ila walishamshirikisha tu kuhusiana na swala la kutoroka. Sasa ile kamba ilivyochukuliwa ikabidi wamwite yule mtoto mwingine, wakamueleza kwamba mbona kamba yetu imechukuliwa na wewe tulikueleza habari za kutoroka. Sasa yule mtoto ikabidi aseme kwamba mimi ndio nilikwenda kutoa taarifa kwa Madam kwamba nyinyi mnataka kutoroka, na ile siku mdori ulivyoachwa na ule mtoto aliyekuwa anaondoka, mimi ndio niliupeleka sehemu ambayo nyinyi mlienda kuukuta. Najua mngeuona, kisha mngeenda kuona siri zinazoendelea katika sehemu hii, na mimi nilishapanga muda mrefu namna ya kutoroka humu ndani, na Madam Regina alishagundua hilo, akanipa kazi ya kupeleleza mtu yoyote ambaye atataka kutoroka. Nikisha mpelekea ananiongezea muda wa kuishi, mimi sitochukuliwa haraka, manake nitaishi muda mrefu, na aliniahidi kwamba mimi sitachukuliwa. Sasa Brown na Irene, yule mtoto mwingine, kawapeleka sehemu yenye anafanya maandalizi ya kutoroka. Akamwambia, mmeiona hii spray unaweza ukajiprizia na vitu walivyo kuwekea kama chip hivi ambayo unapoenda sehemu yoyote wanakuwa wanajua. Sasa Brown na Irene wakamtuma yule mtoto mwingine kwamba nenda kamfanyie Madam Regina upelelezi. Sasa yule mtoto alivyoenda kwa Madam Regina akamweleza, Brown na Irene wamepanga kuwekea sumu. Sasa Madam Regina alipomwangalia yule mtoto akawa amegundua kwamba huyu mtoto ananichezea. Madam Regina akamwambia, una mwezi mmoja zamu yako kuja kuchukuliwa na wewe kwenda kuuawa. Sasa yule mtoto
akaondoka na mawazo. Sehemu ya kwanza inaishia hapa. Usiache kusubscribe kupata